Sema amen. Maana kuna wakati mtu anateseka, anafika mahali anaanza kujiuliza, au nina mizimu ya babu, au nina laana, au nakuletea habari nzuri. Habari nzuri zinasema Mungu anakuacha upite huku muda mrefu ili apime uadilifu na uaminifu wako, ili usikate tamaa, ili usivunjike moyo. Haleluya! Ili ujue hayo yanayotokea yanatoka kwa Mungu, ili ujue jana wa leo, ili upate ufahamu. Jiulize swali, kwa nini muda unazidi kupita bila kupokea matarajio yangu, lakini sikati tamaa? Ulishawahi kujiuliza? Inawezekana umekata tamaa, ndio maana unashindwa kuelewa ninachokimaanisha. Lakini miaka tangu umeanza kupitia mambo unayopitia, umepita nayo, hukati tamaa, hurudi nyuma, humtukani Mungu, humdharau Mungu, unaendelea kusimama, ni kwa sababu hayo mambo hayatoki kwa shetani. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11, Biblia neno la Mungu takatifu linasema, hata saa hii ya sasa tuna njaa na kiu, tu uchi, twapigwa ngumi, tena hatuna makao. Kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe, tukitukanwa twabariki, tukiudhiwa twastahimili, tukisingiziwa twasihi. Tumefanywa kama takataka za dunia na taka ya vitu vyote hata sasa. Haya maneno ni maneno ya kweli na ni neno la Mungu. Haleluya! Lakini anaendelea kusema, siandiki hayo ili kutahayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Paulo katika zamani za Agano Jipya anaongea na kanisa la Korinto, leo anaongea na wewe. Maana Paulo alisema neno la Bwana akiongea na Wakorinto. Leo Mungu anaongea na wewe kupitia mtumishi wake ambaye anasema na wewe mbele yako leo kwamba hata sasa tunapitia. Paulo alikuwa ni mtu mkuu wa Mungu, lakini anasema hata sasa tunaona njaa, hata sasa tunapata kiu, hata sasa tunakosa chakula, hata sasa tunakosa mavazi, hata sasa tunateseka, hata sasa tunapigwa ngumi, hata sasa hatuna nyumba, tunaendelea kuishi kwenye vibanda vya kupanga, kisha tunataabika, tunafanya vibarua, tunafanya day worker, tunalima kwa mikono yetu na tunafanya kazi mbalimbali. Hata hivyo hatutokei. Maana watu wengi walifikiri ule usemi wa wajinga wanaosema mtu aweza kulala maskini akaamka tajiri, ndio ile ambayo inafundishwa hata asubuhi. Ninamsikia mwalimu akieleza kwamba watu wengi wamefika mahali wamekata tamaa, na wakafika mahali wakadanganywa kuhusiana na mambo yanayotokea kwao, na wanaaminishwa kwamba chukua funguo yako, maana gari yako tayari iko bandarini. Chukua funguo yako kwa ajili ya kufungulia nyumba yako ya ghorofa. Mungu wa mbinguni atusaidie. Sikia, watadanganywa wengi na watadanganyika. Mpaka ufikie kumiliki ghorofa inakutaka muda mwingi wa kujaribiwa. Sema amina. Na kuambia neno la kweli la Mungu, Biblia inasema yanatokea hayo, unapimwa ili Mungu aone uadilifu, imani na msimamo wako. Paulo anasema katika hayo maneno ambayo tumeyasoma hapo chini, anasema hata saa hii
hatupati heshima, hatuna utukufu. Hata saa hii tunapata mateso, tunatokana, tunaudhiwa, lakini tunabariki, lakini tunastahimili, lakini tunasonga mbele. Tunaonekana kama takataka za dunia, lakini tunasonga mbele. Nikutie moyo, songa mbele katika hali hiyo hiyo ulio nayo. Kama hujalongwa tu na wale wadanganifu, na mimi mchana wa leo Mungu atakutia moyo. Songa mbele mpaka ufaulu mtihani. Mambo hayaji kirahisi, yanakuja kwa kuyaishi. Mungu hatakuacha, atakuongoza jangwani, atakuongoza milimani, atakuongoza kwenye miiba, hata ufike nchi ya neema, hata ufike nchi ya ahadi. Mungu hatakuacha, ataenda pamoja na wewe, ili mradi unabaki na unapambana mpaka umefaulu mtihani. Lakini jambo la pili, jambo la kwanza aliwajaribu ili awajaribu. Jambo la pili, ili awanyenyekeze. Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Biblia inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Sikia, usiponyenyekea, maana kunyenyekea ni wajibu wa kila Mkristo. Usiponyenyekea kwa hiari, Mungu atakunyenyekeza. Usiponyenyekea mwenyewe, Mungu atakunyenyekeza. Haleluya! Hapa Biblia inatuambia Mungu aliwapitisha wana wa Israeli katika darasa la unyenyekevu. Haleluya! Neno kutwezwa, tafsiri nyingine ni kunyenyekezwa. Kwa hiyo aliwapitisha muda mrefu ili awanyenyekeze. Kunyenyekea ni kinyume cha kiburi. Kunyenyekea ni kinyume cha kiburi. Kwa hiyo kabla mtu hajanyenyekea anakuwa na kiburi. Na kiburi ni kuwa na majivuno. Kiburi ni kujiamini kupita kiasi. Kiburi ni kujiona unaweza kila jambo, ili usijitwalie utukufu mwenyewe, ili usijitutumue mwenyewe, ili usiwe na majivuno juu ya Mungu. Mungu anakunyenyekeza. Mungu atusaidie. Sikia, ukuu wowote unaodumu, mafanikio yoyote yanayodumu, mambo yoyote mazuri yanayoendelea, hayo mambo yanatokana na kiwango cha juu cha unyenyekevu. Mafanikio yoyote yanayodumu, maendeleo yoyote yanayodumu, baraka zozote zinazodumu, hivyo vinatokana na kiwango cha juu cha unyenyekevu. Jiulize, kwa nini vitu vingi viliinuka alafu vikashuka? Jiulize, kwa nini mambo fulani yalitokea alafu yakapotea? Jiulize. Kienda polepole katika kujifunza, utagundua kwamba hayo mambo yalipokuja kwa nguvu, mtu fulani aliacha mwelekeo akajivuna. Mungu alipoona anajivuna, ndipo akachukua vitu vyote akaviondosha, akabaki katika sifuri, ili afike mahali aseme Bwana ni Bwana. Ukuu wowote, mafanikio yoyote, maendeleo yoyote yanayodumu yanatokana na kiwango cha juu cha unyenyekevu. Mathayo 18 mstari wa 4 na Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Kusoma mstari hiyo na ile mstari ya Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, anasema Mungu huwapa neema wanyenyekevu. Waweza kusoma tu hiyo Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema, lakini kutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Haleluya! Mungu anawapinga watu wanaojikweza. Anawapingaje? Anawanyenyekeza. Aliamua kuwanyenyekeza wana wa Israeli. Hayo yanayotokea kwako, sema asante Mungu, maana umeniingiza kwenye darasa la unyenyekevu. Nitakapotoka hapa nitakuwa kama dhahabu iliyosafishwa.
Mungu anawapatia neema wanyenyekevu. Na kila wakati nataka tumwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Labda hili ni somo jipya mchana wa leo. Hayo unayopita nayo si ya kufanya ulie kila wakati. Wakati mwingine yanapaswa ya kufikisha mahali useme, Mungu mapenzi yako yatimizwe. Niko tayari kukinywa kikombe hiki. Niko tayari kuyafanya haya ambayo nayafanya, ili mradi nipo katika njia uliyoitengeneza wewe. Sikia, iko njia anayotengeneza Mungu na iko njia anayotengeneza shetani. Kama unapita katika njia ambayo ametengeneza Mungu, haijalishi unapitia machungu ya aina gani. Kumbuka nimesema pale, ama katika jangwa, ama katika milima, ama katika miiba, ama katika aina yote ya maisha ambayo unapitia, Mungu atakuwa pamoja na wewe, hatakuacha. Lakini Mungu anakutaka unyenyekee. Labda italeta maana tena vizuri kama tukiangalia na lile neno lingine kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 4. Hii ni ajabu. Nasema basi yeyote ajinyenyekezaye mwenyewe kama mtoto huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Hapa hoja ni kujinyenyekeza. Ukijinyenyekeza mwenyewe haina maumivu. Ukijinyenyekeza hautapata maumivu. Lakini ukinyenyekeza utapata maumivu. Mungu atusaidie. Maana ni sawa na kitu kimoja kikubwa sana, alafu unakilazimisha kiingie kwenye chombo kidogo. Unalazimika hicho kitu ukivunje mpaka kitoshe kwenye chombo ambacho unataka ukiingize. Mungu anapotaka kulete katika hali ya kuwa Mkristo wa viwango, anataka akunyenyekeze, na hapo utapata maumivu. Vinginevyo unachagua mwenyewe kuishi katika njia ya unyenyekevu. Kwa hiyo jichunguze. Labda kuna kiburi ndani yako, ndio maana Mungu anakuchelewesha usifike kule unakotaka kwenda. Ninarudia, inawezekana kuna chembe kama hakuna wanyama wa kiroho. Maana unaweza ukawa na wanyama wa kiburi, au ukawa na chembe za kiburi. Vyote vile, ziwe chembe au ziwe wanyama wanaoonekana, vyote vinaitwa kiburi. Inawezekana una kiburi ndani yako, ndio maana mambo fulani yanaenda ndivyo sivyo kwako. Unatakiwa ujichunguze. Kama ni kiburi, basi uje chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili apate kukukweza kwa wakati wake. Sema amina.